Ikiwa una shida na unataka insha Allahu khairi, Allah akupe kipato na kupa sura ya kusoma leo, insha Allahu khairi, mambo mengi leo yatakuwa sawa bin sawia. Ikiwa watu wengi shida zao ni mali, na Allah anasema alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha, ardhi kwetu sisi ameifanya ni nyonge, kwamba tutaharak ili tupate milango ya riziki. Sasa kuna baadhi ya watu wanaenda lakini wanatoka mikono mitupu. Mfano, mtu kaenda kuchimbisha madini kaita skaveta nyingi, kampoteza milioni 500 hazijarudi. Watu anainvesti duka la milioni 10, mwisho wa siku anaishia madeni. Watu anainvesti, ananunua kamera zake 2-3, anafungua na ofisi, mwisho wa yote hata betri ya kamera kununua inamshinda. Sasa ma huwa sababu? Nini chanzo? Sasa nakupa baadhi ya amali, na Mtume sallallahu alayhi wasallam umma huu kaulea hivyo. Shida ndogo mpaka shida ya chumvi alielekeza umma huu katika amali. Sasa ukiwa una shida ya kupata kipato, ndugu yangu kipenzi, kuna suratul Waqi'a. Suratul Waqi'a atakaisoma kati ya magharibi na isha, lam yusibuhu al-faqrun, ufukara hautompata. Ni kuongezee sasa, uwe mjanja, soma suratu Yasin. Suratu Yasin ni moyo wa Qur'ani, na alitamani Mtume sallallahu alaihi wasallam kila moyo wa muumini uwe umehifadhi suratu Yasin. Suratu Yasin ni sura nzito mno. Laqinu mautakum bi Yasin, hata maiti ili yafe kwa usahali msomee suratu Yasin. Mjamzito ili ajifungue kwa usahali msomee suratu Yasin. Chakula kikiwa kichache hakitoshi, soma suratu Yasin, watu watashiba na watakiacha. Ukitaka kuepukwa na maadui, soma suratu Yasin. Au kama kuna mtu hutaki kuonana naye, basi soma suratu Yasin. Na mimi ni mutayaqqinun ala dhalika, na yaqini juu ya hilo. Tumemwacha Sheikh Omar Muhia njiani. Sasa kuna mtu alikuwa pengine hakupenda muda huo aje nyumbani, nikamwambia wacha nikupe siri. Hata mimi mwenyewe kama kuna siku sikupenda kuonana na wewe na tushahidiana itabidi uje, basi nakupigaga vitu vya chini chini. Yani mtu, unajua kuna yule mtu kuna dharura anataka aje akuone, lakini pengine ile dharura hujataka kumkatalia, lakini si wakati sahihi kuja kukukabili. Mfano, mtu anakudai na ashakwambia shekhe, huniambii chochote, jioni saa 1 nipo kwako, na kweli atakuja, basi ukisoma suratu Yasin na kwa ni hijabu haji, atashughulishwa na hafiki mpaka Allah atakupa taufiki, utamlipa. Kwa sababu hata akija huna kitu, kitakachotokea nini zaidi ya mlango wa Iblis na mashaitani. Sasa suratu Yasin leo hii, suratu Yasin ina mubin 7. Yani katika vituo vyake suratu Yasin kuna aya zinaishia mubin, fi imami mubin. Sawa, hii mubin ziko 7. Sasa ile suratu Yasin, kila mubin moja soma suratu Waqi'a moja. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim. Kisha ukishafika pahala fi imamin mubin, weka nukta. Bismillahir rahmanir rahim. Idha waqa'atil waqi'a laysa liwaqa'atiha kadhiba khafidatur rafi'a. Hii ukisoma hii ukiwa umetawadha, ukaisoma magharibi, inshallah khair, kwa utaratibu huu, ukiwa na nia Mwenyezi Mungu akukunjulie riziki, kwa sababu jambo la kuomba maisha si jambo baya, ni jambo mahabubun, lenye kupendeza na lenye kuhitajika, na ni jambo linalohifadhi hali. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuondoshea dhiki. Soma mubin 7 katika suratul Waqi'a 7. Itakuwa suratul Waqi'a 7.
Hii ni kwa ajili ya kupata wasaa wa mambo yako yanyooke. Lakini pengine wewe huwezi soma na ukaona ni kibarua. Binafsi mimi nina njia nyingi sana. Ukiwa una kadhia hii kwa ajili ya kukuombea Mungu, maana sisi kazi zetu ni dua. Tunajiombea sisi wenyewe, tunaombea nchi, tunaombea umma mzima. Sisi tunaombea, sijui kama na inshawahi kulalaga bila kuombea dunia nzima hidayah. Tunaomba uongofu kwa ulimwengu mzima na tunawatakia watu kheri. So ukiona wewe uko mbali, basi nikipata jina lako inshallah kheri na uwezo wa kusimama dhidi yako, na Allah atakubali. Kuna nyusiku ambazo binafsi nazifadhilisha mimi kwa sababu ya kusimama usiku. Siku zote ni za Mungu, lakini kuna siku bora. Hata Mtume kishawahi sema afdalu yawmin tala'at fihi shamsu yawmul jumaa. Ina maana Ijumaa ni bora kuliko Jumatatu, ndio maana yake. Na Jumatatu ina uzito wake kwa sababu kazaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, imeshushwa Qur'an, na Jumatatu matendo yanaenda mbinguni pamoja na Alhamisi. Sawa Sasa usiku wa Jumapili huwa napenda kusimama qiyamul layl, ili nikikusudia Jumatatu siku iliyoshushwa Qur'an na kuzaliwa Mtume, lakini pia napenda kusimama usiku wa Jumatano nikikusudia Alhamis, sawa ni siku ambayo imeumbwa nuru na ni siku ambayo matendo yanaenda mbinguni. Kwa hiyo siku mbili katika wiki matendo yanapanda. Laalla nikikuombea Jumatatu siku hiyo dua ikaenda, haina wait. Application ukituma inaenda hapo hapo, inakuwa message send ila Rabbul Izz. Na ndio maana nikikesha usiku huo, asubuhi yake huwa napenda kuamka na saum, alafu na kufanya dhabu. Kwa sababu tumesali usiku, baada ya sala la wajibu ni kuchinja, na kuchinja ni jambo la wajibu wala si jambo la kishirikina. Na hii ni nasi iliyokuja ndani ya Qur'ani. Allah asema fasalli li rabbika, piga mstari, sali, tumesha sali. Thumma madha, then wanhar, kisha chinja. Kisha yani ninavyosema hivi sasa nimechinja kwa sababu Alhamisi ilisimama. Leo Ijumaa nimechinja kabshun urufun bakham, kondoo mnono, kwa sababu Allah anapenda. Kisha baada ya hapo ndio tunasubiri rehema zake Allah. Alhamisi hii ilisimama kwa ajili ya watu maalum, na Mwenyezi Mungu akubalie dua hizi, lakini pia na sisi wenyewe tumejiombea sana na machozi yametutiririka kwa sababu ya usiku huo. Wanasema man talaba al-ula, man talaba al-ula, anayetaka ukubwa, kutarafu. Unajua ukubwa, ukubwa wa pesa, ukubwa wa martaba, wa nini zile vyeo, ukubwa wa chochote, basi atafute usiku. Yani wewe ukitaka kiki za kimaisha, ukubwa nao si dhambi. Kuna watu wana mapesa mengi lakini hawana status. Kwa hiyo kupitia zile pesa zake hununua umaarufu, si jambo baya kujulikanwa. Sasa kama unataka uwe hivyo, basi simama usiku. Wa alam, alafu jua anna sharafal mu'min, utukufu heshima ya muumini, qiyamihi layl, kusimama kwake usiku. Watu wengi usiku wanalala. Na mtu mwingine anakuambia nitakuombea dua afu haombi, analala. Atakuombea dua yeye mwenyewe zake za mshinda. Watu hawajajua kama dua ni ibada bana. Na hizi dua kama utafanikiwa kwa sababu ya kuombewa dua, basi hiyo dunia ulioletewa itakupeleka peponi. So Allah subhanahu wa ta'ala hakupi kitu ila hulenga maslahi yako ya kesho. Kwa hiyo kuna baadhi ya watu tumewaombea zimepita, na wengine wapo katika kadari, naambia subiri, Allah atakupa, tufanye subira. Kwa hiyo muongozo wa mwanzo, first of all, hiyo dua fanya. Lakini umetatizika, nitume mimi. Ukinituma mimi nafurahi. Mimi napenda sana kupewa takaza za dua. Yani mimi nipe takaza za dhikri, yani shoba yangu. Unajua maana shoba? Shoba yani kama mnapeana majukumu, mfano serikali kuna shoba ya ulinzi, sawa, kuna shoba ya udereva, kuna shoba ya kadhaa. Sasa hata katika dini kuna shoba nyingi, kuna shoba ya jaula, kuna shoba ya bayana, kuna shoba. Sasa mimi nipe shoba hizi, dua za machozi na shoba ya dhikri. Watu wengi wapita zile shoba nyepesi. Mimi shoba yangu nitafanya hutuba ya Ijumaa, si watu watakusikiliza hivyo, lakini
shoba ya dhikri upo huko, nani anakuona? Uko peke yako, unaongea na Allah. Kwa hiyo sehemu ya kwanza, ukinipa jambo la dua na enjoy sana.